Hizi dawa za maumivu zinaweza kupelekea mwanamke ambaye anazitumia akawa mgumba kupitia mambo makubwa manne. Tuelewane vizuri. Naposema kuwa mgumba, namaanisha atafikia hatua anatamani kubeba ujauzito, ndani ya kipindi fulani ikawa kwake ni ngumu kubeba ujauzito. That's what we term infertility au ugumba. Hedhi bila maumivu inawezekana 100%. Na kama unapata maumivu makali ukiwa unaingia hedhi au ukiwa hedhi, hutakiwi kabisa kutumia dawa kutuliza haya maumivu. Sasa kama unatokewa na maumivu na unatakiwa utumie dawa alafu tunakukataza, ni kwa nini tunakukataza? Maana ni kwamba zipo njia ambazo unaweza ukatumia bila kutumia dawa na maumivu wakati wa hedhi yasiwepo tena. Na katika hizi njia mbili, njia ya pili ni the best, itakaweza kukusaidia maumivu yasiwepo wakati wa hedhi. But before sijakuelezea hizo njia, nataka ufahamu ni kwa nini hasa tunazuia kutumia dawa za maumivu ukiwa unakaribia hedhi au ukiwa wakati wa hedhi. In case hujanifollow, umepitwa na mengi sana, make sure umenifollow na umesave video hii, na ikibidi share kwenye magrupu ya wanawake wengi, utakuwa umewasaidia sana. Mara nyingi maumivu makali hasa yale ya wakati wa hedhi yanayohusisha tumbo kukaza yanatokana na kuzidi kwa baadhi ya hormones kama vile prostaglandin. Hii ndiyo inayohusika kwenye maumivu makali. Sasa dawa ambazo huwa zinatumika kudhibiti haya maumivu mara nyingi ni zile dawa ambazo zenye kutibu maumivu makubwa au maumivu makali, na maanisha zile non-steroid anti-inflammatory drugs. Dawa za maumivu zipo katika makundi mawili. Kuna non-steroid anti-inflammatory drugs, lakini pia kuna opioids. Sasa hizi opioid ni zile kali ambazo muda mwingine zapelekea mpaka mtu alale, za usingizi. Ila hizi zenye maumivu makali ambazo ni za kawaida ni non-steroid anti-inflammatory drugs. Sasa hizi dawa ni kama vile ibuprofen, ni kama vile diclofenac, ni kama vile mefenamic acid. Hizi dawa zinafanya kazi moja ya kudhibiti enzymes ambayo kwa kifupi tunaita COX. Enzymes hii kazi yake mwilini ni kuzuia mwili usizalishe homoni ya prostaglandin. Hii ni kemikali ama ni hormone like ambayo kwenye mwili sehemu inayozalishwa kwa kiwango kikubwa ni kwenye kuta za mji wako wa uzazi, kwenye zile uterine walls. Hii prostaglandin inapokuwa nyingi katika mwili wako au unapokuwa inazalishwa, moja ya athari zake ni kupelekea kuta za mji wa uzazi, zile uterine wall, kucontract ama kujikamua kwa kukaza. Zinapokaza ndipo pale unapopata maumivu ya tumbo makali, ndipo pale unapopata hali ya maumivu ya kuzunguka kiuno na tumbo wakati wa hedhi. Kwa hiyo dawa hizi ambazo ni non-steroid anti-inflammatory drugs, kazi yake zinakwenda kudhibiti mwili usizalishe kiwango kingi cha prostaglandin ili kufanya yale maumivu uliyokuwa unapata yasiendelee kuwepo. Ndio maana unapozitumia ukiwa hedhi, maumivu yanafanyaje? Yanadhibitika. Lakini haiishii hapo. Mara nyingi ndio huwa inapelekea zile dalili mbaya kipindi cha hedhi kama vile kutapika, kuharisha, kichefuchefu, tumbo kublot au kujaa wakati wa hedhi. Yaani kuna mwanamke akiwa anakaribia hedhi, yeye anatapika, anaharisha, au akiwa hedhi tumbo linakuwa linajaa, anapata kichefuchefu. Mara nyingi haya ni maudhi yanayosababishwa na kiwango kingi cha prostaglandin kuzidi. Kwa hiyo unapokuwa unatumia hizo dawa za maumivu ambazo ni non-steroid anti-inflammatory drugs, mara nyingi zina control haya. Ndio maana wengi wakishaanza kutumia dawa za maumivu wanajikuta akikaribia hedhi inabidi atumie ili kudhibiti haya. Sasa ni kwa nini tunazuia mwanamke ambaye anapata maumivu wakati wa hedhi asitumie hizi dawa za maumivu? Sababu ni hizi hapa. Hizi dawa za maumivu zinaweza kupelekea mwanamke ambaye anazitumia akawa mgumba kupitia mambo makubwa manne. Tuelewane vizuri. Naposema kuwa mgumba, namaanisha atafikia hatua anatamani kubeba ujauzito, ndani ya kipindi fulani ikawa kwake ni ngumu kubeba ujauzito. That's what we term infertility au ugumba. Jambo la kwanza ambalo linaweza kutokea kwa kutokana na matumizi ya hizi dawa ni kwa sababu zina block prostaglandin releasing. Zinazuia hii homoni ambayo nimezungumzia hapa, hii enzymes ya prostaglandin. Sasa hii prostaglandin pamoja na kwamba ndio inayopelekea maumivu makali kwa mwanamke akiwa kwenye hedhi, lakini ni homoni ambayo mwili unaihitaji ili uweze kuhamasika, kustimulate ovary, iruhusu mayai yaliyopevuka, yaliyokuwa matured, kokwa ipasuke, yai litoke. Naomba ukumbuke kwamba hakuna kitu ambacho kina faida hakina hasara yake. Kwa faida ya prostaglandin kwenye mwili wa mwanamke ni kuruhusu yai lizalishwe, litoke, ile ovary ipasuke, zile follicles zipasuke, mayai yaliyokuwa matured yatoke. Kwa hiyo prostaglandin inapozuiwa kuzalishwa na dawa za maumivu, maana yake unazuia upevushwaji au ovulation kufanyika, kwa sababu umetumia dawa za maumivu ambazo zinakwenda kublock uzalishwaji wa prostaglandin.
Lakini jambo la pili, kwa kutumia dawa za maumivu hizi kali na steroid anti-inflammatory drugs, hizi dawa kali ibuprofen, diclofenac, mefenamic acid, isoflama, inaweza kupelekea upevushwaji au ovulation ikawa inabadilika katika zile tarehe ambazo wewe unategemea kuingia ovulation na usiingie, kwa sababu endapo prostaglandin ikiwa iko chini, maana yake upevushwaji au kule kupasuka kwa ovary kunachelewa kufanyika. Kwa hiyo ulitegemea ovulation yako labda ifanyike tarehe 10 labda ya mwezi huu, ikaja kufanyika tarehe 13 au ikaja kufanyika tarehe 12, wakati sio siku ambayo ulikuwa unategemea ifanyike ovulation. Through that unajikuta unatafuta ujauzito kwa muda mrefu, kumbe unafanya katika siku ambazo yai halijamachua, na ni kwa sababu unatumia dawa za maumivu wakati wa hedhi. Sababu ya tatu ni kwamba matumizi ya dawa za maumivu hizi kali zinaweza kupelekea kushuka kwa baadhi ya hormones muhimu zinazohitajika wakati wa kutunga mimba. Mzunguko wako wa hedhi ukishafika nusu ya mzunguko, kama labda ni wa siku 25, ikifika siku 12 pale, nusu iliyobakia ni kipindi ambacho homoni ya progesterone inatakiwa izidi ama ipande ili kuandaa kuta za mji wa uzazi kwa ajili ya mimba ikitungwa mtoto ajishikize kwenye mfuko. Kama ni mzunguko wa siku 28, vivyo hivyo kuanzia siku 14 zilizobakia. Kama ni mzunguko wa siku 30, vivyo hivyo kuanzia siku 15 zilizobakia, homoni ya progesterone inatakiwa iongezeke, ipande ili kuruhusu tunaita ile implantation, kujishikiza kipindi cha mimba ikiwa inatungwa. Sasa inapotokea matumizi ya non-steroid anti-inflammatory drugs au matumizi ya dawa za maumivu kali zimefanyika kwa muda mrefu, inapelekea prostaglandin kuathiri hormones za progesterone, kushuka kile kipindi cha mwisho cha mzunguko wako wa hedhi. Maana yake unaweza kujikuta mimba umebeba, imetungwa, ile inapokuja kujishikiza kwenye mji wa uzazi, ukuta wa mji wa uzazi unakuta hauna uwezo wa kusupport ile mimba, ikawa inashuka ndani ya wiki chache za mwanzo. Kwa muda mwingine unaweza usigundue kwamba ulibeba mimba, ukajikuta tu ni siku za hedhi zimechelewa, alafu ukajikuta umeingia hedhi kawaida, kumbe ulibeba mimba ila haikutungwa au haikushikizwa kwenye eneo la mji wa nini, wa uzazi. So through that inakuwa huyu mwanamke atakuwa anatumia muda mrefu sana kutafuta ujauzito kwake, ila inashindikana. Sababu ni nini? Amekuwa akitumia dawa za maumivu recently, and through that ndiyo maana tunasema sio salama kwa mwanamke anayetafuta ujauzito kutumia dawa za maumivu wakati wa hedhi, hata kama anapata maumivu makali wakati wa hedhi. Nini anachopaswa kufanya ni kufuatilia kujua nini sababu behind ambayo haihusiani na kuzidi kwa hii prostaglandin, ambapo ikitibiwa anaweza akajikuta anabeba ujauzito. Usisahau kwamba matumizi ya dawa kali za maumivu wakati wa hedhi zinaweza kupelekea pia ukapata tunaita PCOS au polycystic ovarian syndrome. Iko hivi, kitendo cha kuwa na PCOS maana yake ni kwamba una mayai mengi ambayo hayapevushwi au yalipaswa kupevushwa, lakini hayajatoka kwenye koko ya mayai kwa sababu gamba la juu lile limeshindwa kupasuka yai litoke. Kwa unapokuwa unatengeneza mayai yanashindwa kupevushwa kwa sababu ya kupungua kiwango kingi cha prostaglandin, maana yake ni kwamba unakuwa na vijimayai vingi vilivyopaswa vipevushwe vitoke, ila vimezuiliwa kutoka. Kwa sababu gani? Umetumia dawa nyingi za maumivu. Video inayofuata nitaelezea namna ya kuzuia haya maumivu bila kutumia dawa kabisa.